Habari, karibu katika chaneli ya Maya na leo tutajifunza kuhusiana na maji ya vuguvugu. Lakini kabla sijaendelea na somo la leo, kwa wale ambao utakuwa mgeni ama bado hujasubscribe katika chaneli hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe ili uweze kuwa unapata mafunzo yangu mara kwa mara. Nitakapokuwa nikituma basi utakuwa unapata kuyaona. Na leo bila kupoteza wakati nitazungumzia kuhusiana na umuhimu ama faida za maji ya vuguvugu. Na watu wengi wamekuwa wanakunywa maji ya vuguvugu vibaya asubuhi bila kujua kwamba yana faida gani, yanasaidia nini, na wengine huenda mbali wakizania kwamba kunywa maji ya vuguvugu basi kazi yake ni kupunguza mwili, na asilimia kubwa ya watu wengi hufanya jambo hili kwa kunywa maji ya vuguvugu wakidhani kuwa basi maji haya yanapunguza mwili ama uzito. Lakini ukweli ni kwamba kunywa maji ya vuguvugu asubuhi kuna faida nyingi sana tofauti na watu wengine wanavyodhania. Sasa leo nitakuelekeza jinsi gani utakavyoweza kutumia maji ya vuguvugu na ukapata faida mbalimbali katika mwili wako, na vikakusaidia sana ukiachana na dhana ya kuwa maji ya vuguvugu yanasaidia kupunguza mwili peke yake. Sasa nataka nikwambie kwamba endapo utakunywa maji ya vuguvugu kuna faida nyingi, na faida hizo ndizo nitakazoenda kukutajia. Faida ya kwanza, husaidia kuamsha viungo vya ndani. Naposema kuamsha viungo vya ndani, unapokuwa umelala usiku mzima, mwili unakuwa slow mode baada ya kulala. Kwa hiyo utakapoamka asubuhi, kabla ya kunywa kitu chochote ama kula kitu chochote, ukanywa maji ya vuguvugu. Na maji haya ya vuguvugu sio ile vuguvugu ya kwamba inakuwa moto sana. Hapana, ni maji ambayo yana uvuguvugu, si baridi wala si moto, ambapo ukanywa glasi moja peke yake yatakusaidia kuamsha viungo vyako baada ya usiku mzima kulala. Viungo vyako vya mwili ikiwemo tumbo, lakini pia ini na figo. Kwa hiyo kama utakunywa maji ya vuguvugu asubuhi, elewa tu kwamba unaenda kuamsha digestion yako vizuri ya siku hiyo, lakini pia itakusaidia wewe kufanya viungo vyako ikiwemo ini, figo na utumbo kufanya kazi vizuri kwa siku hiyo. Sasa basi, ili uweze kufanya digestion katika mwili wako, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anapoamka bila kunywa maji ya vuguvugu, akanywa kitafunwa, chai au akala chakula chochote kile ambacho huwa anatumia asubuhi, baadaye hupata uzito wa tumbo kunguruma, tumbo kujaa gesi, lakini pia kupata choo kigumu. Kwa hiyo ili kuweza kuepukana na hali kama hiyo, ukitumia maji ya vuguvugu asubuhi kabla ya kula kitu chochote kwa glasi moja, inakusaidia kufanya kuamsha viungo vyako vya ndani na vikafanya kazi vizuri kwa siku hiyo. Lakini pia tuje katika faida nyingine ya pili, utakapokunywa maji ya vuguvugu husaidia kutoa uchafu ama detox kwa lugha nyingine. Kwa hiyo utakapokunywa maji ya vuguvugu asubuhi, uchafu huo unaweza kutoka kupitia figo, jasho ama utumbo, kwa sababu utakapokunywa maji ya vuguvugu utapata kujisaidia choo kidogo, lakini pia utakuwa na hali ya kutoa uchafu kama detox. Nikisema detox, kwa ambaye unataka kusafisha tumbo lako, ukanywa maji ya vuguvugu mfululizo kwa muda wa siku 3 hata mpaka 7. Yaani ikawa ni sehemu fulani ya kufanya hivi mara kwa mara, itakusaidia wewe kuondoa uchafu katika mwili wako, ama tuseme detox ya kuondoa sumu kadhaa katika mwili wako. Kwa hiyo ukinywa hii itasaidia pia hivyo. Na endapo utatumia kwa ambao ulikuwa unaona sana tumbo lako linakakamaa ama kuwa na hali fulani ya kukoroma na nini, lakini pia hii inakufanya wewe kujisafisha, yani kusafisha mwili wako asubuhi baada ya kula usiku, vyakula vya usiku na nini. Kwa hiyo inafanya kukusaidia pia. Kwa hiyo kwa faida nyingine ya pili, husaidia kuondoa uchafu, kwa hiyo inakuwa kama detox yako. Lakini tukija katika faida nyingine, husaidia katika tumbo. Yaani
kusaidia kusogeza chakula vizuri, yani ile digestion yako ya tumbo ikawa vizuri. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una matatizo ya kupata choo kigumu sana, unapata choo kigumu sana, tumbo lako linakuwa, choo chako kinakuwa si ule mtu wa kupata choo vizuri. Kwa hiyo utakapokuwa umeanza tabia hii ya kunywa maji ya vuguvugu glasi moja asubuhi, mwili wako utaanza mzunguko mzuri, lakini pia utapata choo laini. Pia inapendekeza kama unaweza ukatia asali kidogo, tone 2, ama ukatia ndimu kidogo, utaona manufaa. Hasa kwa wewe ambaye unahitaji kupata choo kwa wepesi vizuri ama kupata choo laini, basi utaweka asali kidogo katika glasi ya maji vuguvugu, na hii itasaidia wewe kuweza kupata choo vizuri. Lakini tukija katika faida nyingine ya 5, hii inasaidia kwa ngozi na mzunguko wa damu. Kama utatumia maji ya vuguvugu asubuhi, usaidia ngozi yako kukaa vizuri, kwa sababu inasaidia mishipa kupanuka kidogo, damu inazunguka vizuri, kwa hiyo mwili wako unafanya kazi yake vizuri kila siku. Lakini pia kuna kitu cha kujifunza hapa, vile vitu ambavyo hatutakiwi kuvifanya kuhusiana na maji. Ukinywa maji, usipende kunywa maji ya baridi sana, au kunywa maji baada ya kumaliza kula hapo kwa hapo. Yatakiwa usubiri angalau nusu saa kisha unywe maji, inapendeza zaidi. Lakini pia kama wewe si mtumiaji wa maji mara kwa mara, yatakiwa uwe unakunywa maji kulingana na uzito wako ili kuweza kuweka mwili wako vizuri, na inapendeza zaidi kama usinywe maji ya baridi, ukanywa maji ambayo ni ya vuguvugu. Kiuhalisia ama kiutaalamu, inapendeza sana maji yakawa ya vuguvugu na si baridi kwa kunywa. Kwa hiyo kama utafanya hivyo, inaweza kukusaidia katika mambo ambayo nimeyazungumza, kwamba kunywa maji glasi moja ya vuguvugu itakusaidia wewe kuondoa gesi tumboni, kupata choo kizuri, ngozi yako kuwa vizuri, lakini pia itakusaidia wewe kuamsha viungo vyako vya ndani na kuondoa uchafu, ama ukafanya kama detox yako ya kila siku. Usitumie maji ya moto sana, wala usitumie maji ya baridi sana. Tumia maji glasi moja ya vuguvugu asubuhi kabla ya kula kitu chochote, na utaona mwili wako umeanza kuwa mwepesi. Kama utapendezwa na somo hili, na kuomba subscribe, lakini pia usiache kulike, usiache kushare, usiache kukomenti, una maswali, ushauri, na karibu katika mafunzo yangu mengine. Ila kwa leo tumejifunza kuhusiana na umuhimu wa maji ya vuguvugu asubuhi kabla ya kula kitu chochote, na faida zake katika mwili, jinsi gani inavyoweza kutusaidia katika kuboresha mmeng'enyo wa chakula, ngozi, mzunguko mzuri wa damu, lakini pia kufanya tumbo lako likawa vizuri, hasa kwa wale ambao wana matatizo ya kupata choo kigumu. Lakini pia watu wengi hutumia njia hii kama wakihisi wanaweza kupunguza uzito, ingawa inasaidia katika njia nyingine kama nilivyozungumza. Bye.